kuiona. Kwa hivyo unapojikuta ukiwa hai, shukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa sababu amekuwa na sababu ya kutosha juu ya maisha yako. Karibu sana wageni wetu ambao mmeweza kututembelea. Bwana wabariki sana na Mungu akaweze kuwatendea mema, na haja ya mioyo yenu wacha Mungu akaweze kuwatendea, akafungue milango na baraka katika maisha yenu. Nitachukua muda mchache kwa ajili ya neno. Kwanza kabisa ningependa kushukuru mwalimu wetu ambaye ameweza kusimama na ameweza kutufundisha jambo katika maisha yetu. Wale ambao hamukuwa, mwalimu ameweza kusoma kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 6 na akaweza kufundisha tu mstari mmoja huo wa 6 hadi akaweza kumaliza mafundisho yake. Hakika hao mafundisho yamekuwa mafundisho ya kufaa. Hayo mafundisho yamekuwa mafundisho ya nguvu sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Maana ameweza kutuambia kwamba wema wa Mungu ukikufuata siku zote, hakika mahali popote uendapo, ukifuatwa na wema wa Mungu, hakuna jambo lolote ambalo litakushinda. Mahali popote utaenda, utakuwa mshindi kwa kila jambo, maana wema wa Mungu umekufuata. Huyu ni Daudi anasema hayo mambo wakati ambapo alipoona mambo yamekuja magumu katika maisha yake. Daudi akaweza kunena ya kwamba Bwana uwe mchungaji wa maisha yangu. Ndiposa Daudi akatamka akisema ya kwamba wema wa Mungu unanifuata siku zote. Wakati ambapo Daudi alipoona ushindi, ambapo alikuwa ameshinda katika maisha yake, wakati ambapo aliona ameweza kufanikiwa, wakati ambapo aliona mambo yake yamefaulu, akaweza kutangaza ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu. Hakika wema wake umeunifuata. Hakika wema wa Mungu unapokufuata, haijalishi unapita sehemu gani, haijalishi unapitia katika majaribu ya aina gani, haijalishi umewekwa mahali gani, lakini utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Wema wa Mungu utakufuata wakati ambapo umewachilia Mungu awe mchungaji wa maisha yako. Wakati ambapo utawachilia maisha yako yawe katika mikono ya Bwana, hapo ndipo wema wa Mungu utakufuata. Bila kuachilia maisha yako kwa Mwenyezi Mungu, hakika wema wa Mungu hautakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo niko tu na ujumbe kidogo. Ningependa tukaweze kushare pamoja na nyinyi. Nataka tu tukaweze kujifunza kuhusu jambo tu kidogo, na kisha Mungu akaweze kuwabariki. Siku ya leo nataka tukaweze kujifunza kuhusu msingi. Nataka tujifunze kuhusu msingi, foundation. Bwana Yesu asifiwe. Msingi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila jambo ambalo unaloliona ni lazima liko na msingi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu alipoanza kuumba dunia, alitengeneza msingi kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wewe wakati unapoanza kujenga nyumba, ni lazima utengeneze msingi. Ni lazima uwe na msingi ndiposa uanze kujenga nyumba. Na hata hivyo, hata maisha yako ni lazima yawe na msingi. Hata masomo ya mwanafunzi ni lazima yawe na msingi. Ndio sababu huwa mnasikia wakisema ya kwamba masomo ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika wokovu wako ni lazima kuwa na msingi.
Hakuna jambo ambalo linaweza likasimama bila msingi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa ndoa yako ni lazima kuwe na msingi. Msingi ambao umeweka, ukiwa msingi thabiti, hakika jambo ambalo unalolifanya, nataka nikwambia kwamba litasimama. Na msingi ukiweka msingi ambao haujakuwa msingi mzuri, chochote unachokifanya katika maisha yako, jua ya kwamba kitatingizika na kitaanguka. Msingi, hebu ambia mwenzako msingi. Msingi ndio unategemea na maisha yako. Uliza mwenzako, msingi kwa lugha yako inaitwaje? Kwa lugha yako msingi unaitwaje? Foundation hivi. Kwa lugha yako inaitwaje? Anakuambiaje? Mtoto wangu Shadrack, kwa lugha ya mama msingi, hebu sema kwa lugha ya mama msingi inaitwaje? Ndio ninataka kuona mtandao ati msingi. Hakuna kitu kama hiyo. Bwana sasa ndio. Hebu uliza mwingine. Niuliza mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Secretary. Msingi kwa lugha ile ya Kinyala. Kwa Kinyala ukitaka kusema msingi, foundation ni unaweka tu nyuma bila msingi. Bwana Yesu asifiwe. Itabidi niulize wazee. Na hao vijana wananipeleka baya. Hakuna kitu kama hiyo. Pamoja wapi? Msingi unaitwaje kwa lugha ya kwanza? Uchachiro, sio? Uchachiro. Sio msingi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni lugha ya Kinyala. Kwa Kiwanga niulize Mwanga. Eliza. Msingi unaitwaje kwa Kiwanga? Haya, wacha niulize Mteso. Ninauliza Mteso sasa. Mr. Pugo. Msingi unaitwaje kwa lugha yenu? Atieo. Asante, mpigie makofi. Huyo anajua lugha yake kabisa. Kwa Kiwanga msingi unaitwa umse. Umse. Hebu rudia hivyo. Umse. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuzungumzia kuhusu msingi. Msingi wako unapokuwa msingi uliye thabiti, hakika jua ya kwamba mambo ambayo unayoyafanya yataweza kusimama. Haijalishi ni mambo ya aina gani, lakini kila chochote unachokifanya ni lazima kiwe na msingi. Kila chochote unachokianzisha ni lazima kiwe na msingi, na kila chochote unachoweka kwa msingi unaostahili, jua ya kwamba kitaweza kufaulu kwa sababu uliweka msingi unaostahili. Lakini ukiweka msingi usiostahili, jua ya kwamba hata ukiweka itaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Mara kwa mara tumeona nyumba zikijengwa na zinaanguka. Ni kwa sababu gani? Msingi ulioanzishwa haukuwa msingi ambao unaweza ukashikilia hiyo nyumba ikaweze kusimama. Funua nami kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 11. Nataka kuzungumzia kuhusu msingi. Wamesema inaitwa msingi. Karibu dada. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 11. Nitasoma kitabu ni Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 11, unasema:
maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka Ndio. isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. 12. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Ndio. 13. Maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. 14. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. 15. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara. Achia hapo. Amina. Wacha tuamini na tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo Bwana umeweza kulitenga kwa ajili ya wana wako. Asante kwa sababu Bwana unatupenda na unatujali. Baba, tunaponena kuhusu hili neno, wacha Bwana ukatupe ufunuo na ukatuwezeshe Bwana kulisikia Bwana na kulifahamu. Asante kwa sababu Bwana unastahili. Kwa Yesu Kristo nimeomba na nitakuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Paulo alipokuwa mzee, wakati alipokuwa amefanya kazi yake, maandiko yanatuambia ya kwamba Paulo akaandika barua kwa Wakorintho, akawaambia ya kwamba hakuna msingi mwingine utakayewekwa pasipo ule msingi uliowekwa wa kwanza, maana msingi huo ni Yesu Kristo. Hakuna msingi mwingine ambao utakayeweza kusimamishwa, bali ni msingi wa Yesu Kristo. Huo ndio msingi ambao utasimamishwa kote duniani. Huo ndio msingi utakayesimama, utakayeokoa wanadamu, utakayeokoa waliopotea, utakayenua wale walio chini, utakayeponya waliogonjeka kwa muda mrefu. Huo ni msingi wa kipekee ambao ulishawekwa, ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Verse namba 12 inasema ya kwamba kama kuna mtu yoyote atakayetaka kujenga katika huo msingi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama kuna mtu yoyote, hebu rudia huo mstari. 12 itarudia. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu yoyote atajenga katika huo msingi, huenda anatumia dhahabu ama anatumia mawe ama anatumia nyasi ama anatumia makaratasi, kazi ya mtu itakuwa dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia nini katika maisha yetu? Ikiwa utajenga katika msingi wa Kristo, ikiwa utatumia huo msingi kujenga, haijalishi unatumia nini kujenga. Wanda kuna wengine wanatumia mawe, wengine wanatumia makaratasi, wengine wanatumia majani, lakini maandiko yanatuambia kwamba kazi ya mtu itakuwa dhahiri. Haitafika wakati ambapo huo msingi ulioujenga, itafika wakati ambapo utaweza kusimamishwa kwenye moto. Moto ndio utakayepima msingi wako ulioujenga, msingi wako uliousimamisha. Moto ndio utakayetoa majibu. Huo msingi ambao ulikuwa unajenga, ulikuwa unatumia nini? Maandiko yanatuambia ya kwamba kama mtu yeyote atajenga katika huo msingi, uangalie vizuri, ukachunguza katika kazi yako, ukapeleleza katika kazi
kazi yako itapimwa. Yes. Hallelujah. Soma mstari wa 13. 13 inasema, maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu namna gani. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Itafika wakati ambapo kazi ambayo unaifanya itawekwa kwenye moto. Moto ndio utakayejaribu kazi yako. Moto ndio utakayechunguza kazi yako. Nataka ujiulize kwamba wakati kazi yako itawekwa kwenye moto, kazi yako itakuwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana maandiko yanatuambia kwamba moto ndio utakayedhihirisha kazi yako. Kama kazi yako ilikuwa ni mzuri, kama kazi yako ilikuwa ya kufaa, kama kazi yako ilikuwa inastahili katika maisha yako, kazi yako itachunguzwa katika wokovu wako. Wokovu wako utachunguzwa kwa moto, utapimwa kwa moto. Moto ulio wakati wa sasa ni haya majaribu ambayo unaona, haya mapigo ambayo unayaona, haya maneno ambayo unayaona. Huo ndio moto ambao umeambiwa katika wokovu wako. Moto utakapopiga kazi yako, itachunguza kama kazi yako umejenga kwa makaratasi. Nataka nikwambie ya kwamba hiyo kazi yako itachomeka, hiyo kazi yako itaisha, huo wokovu wako utaisha, huo wokovu wako utakwama. Itafika wakati ambapo utasema ya kwamba mimi nimechoka na kanisa kwa sababu kazi yako imechomeka. Lakini kama umejenga kwa mawe, kazi yako itasimama hata majaribu yakikuja, hata mapigo yakikuja, maana moto hauwezi umechoma mawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ukaulize mwenzako, msingi wako umetumia nini? Amekwambia ametumia nini? Ametumia manyasi, ametumia makaratasi, ama ametumia mawe? Maana kazi yako, kuna moto unakuja kupima, kuna moto unakuja kuchoma, kuna moto unakuja kuteketeza. Kama itapata kazi yako umetumia makaratasi, moto utachoma makaratasi, na makaratasi yataisha, wokovu wako utaisha. Watu watabaki kuulizana wakisema, je, huyu si yule aliyekuwa ameokoka? Je, huyu si aliyekuwa mama kanisa? Huyu si yule aliyekuwa anatembea na Biblia? Watu watakuwa wanaulizana, yaani wokovu wako utakuwa historia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama umejenga kwa mawe, nataka nikwambie ya kwamba watu watazungumza mabaya kwako, lakini wewe utasimama na Mungu wako, kwa sababu unajua ya kwamba msingi ulio thabiti ni Yesu Kristo. Yaani watu hata wakinena mabaya kwako, hakuna kitu watakachondoa kwako. Hata watu wakikanusha wokovu wako, hakuna kitu watakachobadilisha. Maana unajua ya kwamba msingi ulio thabiti ni Yesu Kristo peke yake. Huyo ndiye aliye na mamlaka na kubadilisha maisha yako. Hata watu kama wamelaani, Yesu anabadilisha inakuwa baraka. Hata kama watu walikataa wakasema ya kwamba hamtainuliwa, Yesu anabadilisha maisha yako. Yaani mnainuliwa kutoka kwa familia ya chini, mnawekwa kwa kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Msingi ambao umeuweka, huo ndio utadipendi na maisha yako. Huo ndio utakayeamua maisha yako itakavyokaa. Bwana Yesu asifiwe. Mnapoangalia familia zingine ambazo ziliweka msingi mbaya, hata wanazaa watoto wanakuwa wazuri, watoto wanasoma vizuri, lakini walikuwa na msingi mbaya. Yaani mtoto baada ya kumaliza chuo kikuu, mtoto anaanza kuharibika, mtoto anaingia kwenye uvutaji bangi, mtoto anaingia kwenye madawa ya kulevya,
kwa sababu msingi ulikuwa mbaya. Nataka nikwambie kwamba ni lazima uchunguze msingi wako, ni lazima upeleleze ni msingi wa aina gani, ni lazima upeleleze mambo yako yanakaa kiasi gani, mambo yako yanakaa design gani. Hayo ndiyo atakayoamua mambo yako wakati ambapo utakuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wanarika. Bwana Yesu asifiwe wamama. Bwana Yesu asifiwe wazee. Msingi ambao uliweka kwa nyumba yako, huo ndio utafanya uishi vizuri. Kama uliweka msingi mbaya, nataka nikwambie kwamba maisha yako itakuwa ya kuhangaika, maisha yako yatakuwa ya kuteseka kwa sababu ya msingi uliouweka. Huo ndio utategemea ni jinsi gani uliweka msingi wako. Ukiona watu wanahangaishana kila wakati kwa nyumba, ni kwa sababu ya msingi ambao waliweka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana rika, wacha niwaambie wale ambao hamjafanya uamuzi wa kuoa. Kama haujafanya uamuzi wa kuoa, wacha nikwambie, na hujafanya uamuzi wa kuoleka, ukipatana na msichana, kwanza majaribu kaambie twende kwa kanisa, twende kwenye ninashiriki, uone kama atakubaliana. Kama katakataa, toroka, kwa sababu huo ni msingi, utakuwa msingi mbaya. Lakini ukisikia anakwambia kwamba mimi Jumapili niko, tutaenda na wewe, jua ya kwamba huo ni msingi unaostahili, huo ni msingi utakayokuinua, huo ni msingi utakayosimama, huo ni msingi ambao utafanya hata uzao wako uendelee. Bwana Yesu asifiwe. Ukipatana na kijana, Bwana Yesu asifiwe wanarika, upatane na kijana, ukimwambia twende kanisani, anakuambia buda oza, siwezi nikaenda huko, najua mimi wazee, mimi niko na shughuli nyingi, unajua rada, jua ya kwamba hapo kuna shida. Hata kama utavumilia uende kwenye ndoa, kwa hiyo ndoa, jua hiyo ndoa itakuwa ya mateso, atakuacha jinsi kalivyokataa kanisa. Jua ya kwamba hao katakukataa, siku moja ambayo mtakaa atakugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisikia anasema ya kwamba hata kama ni kanisani tutaenda kwa sababu nimekupenda, furahia kwa sababu umepata msingi unaostahili. Ruka juu, jua ya kwamba huyo hata tutamwambia twende nyumbani kwetu, ataenda. Bwana Yesu asifiwe. Baina wetu bwana, watu wameoa ni miaka hata 5 ama 10 ama 20, lakini ukimwambia si twende hata kwetu siku moja, nakwambia bado ndio ninajipanga muda, bado ndio ninapanga mambo yangu. Utapanga mpaka lini? Jua ya kwamba huo ni msingi wa makaratasi, huo ni msingi ambao utachomeka, huo ni msingi ambao ungeweza kukupeleka mahali toroka mapema. Kipi shughuli? Sababu huo ni msingi wa makaratasi, utachomeka na uishi. Lakini msingi ambao umejengwa kwa mawe ni yule ambaye unapomwambia kwamba twende kanisani, anakwambia kwamba mimi ni mwimbaji sipafu, ni lazima twende kanisani nipewe hata nafasi ya kuimba. Jua ya kwamba huo ni msingi wa mawe, huo ni msingi utakayesimama hata majaribu yatakapotokea, hata simama na majaribu, hata magonjwa yatakapotokea, hata simama na magonjwa, hata simama na shida zako, hataweza kukutoroka kwa sababu uko na shida. Kuna watu wengine ukipatwa na shida, hata kama alikuwa amekwambia kwamba I love you baby, anakutoroka, anazima simu. Jua huo ni msingi wa makaratasi, msingi wa manyasi uliojengwa kwa manyasi. Sivyo Biblia imesema hiyo?
Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa manyasi utaisha. Msingi wa manyasi utaangamia. Msingi wa manyasi utakumbuka tena. Lakini msingi wa mawe, msingi wa Yesu Kristo, huo utasimama dhabiti. Hata kukitokea majaribu, hata kukitokea shida, Yesu Kristo ndiye msingi wa pekee. Huyo ndiye atakayesimama kwa ajili ya shida zako, kwa ajili ya matatizo yako, kwa ajili ya masomo yako. Wanaweza wakasema ya kwamba hakuwezi ukapita mtihani, lakini kama umeweka msingi wako kwa Yesu Kristo, hakika utapita. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia mchungaji Darius akisema kwamba wakati alipokuwa amefika kwa mtihani akapigwa na magonjwa. Wakati alipopigwa na magonjwa, imagine anashikiliwa akienda kwa chumba la mtihani, anapewa karatasi wakitarajia kwamba andike jina na wamrudishe kwenye hospitali. Naye akafanya mtihani, akapita mtihani mpaka ikafika wakati anafunza hiyo subject. Mumpigie Bwana makofi kwa sababu alikuwa ameweka msingi wake kwa Yesu Kristo. Yaani msingi wako ukiwa kwa Yesu Kristo, hata ukipatwa na majaribu, ukipatwa na shida, huo msingi uko dhabiti. Soma mstari wa 14. Mstari wa 14 unasema, kazi ya kila mtu aliyoichenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yaani kazi ya mtu aliyeijenga, kazi ya mtu aliyeifanya, ikikaa baada ya kupigwa kwenye moto, isipochomeka, isipoangamia, isipoisha, atapata thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako isipochomeka, kazi yako ikikaa, utapata thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna thawabu ambayo tutapata wakati ambapo kazi yetu itakaa, wakati ambapo kazi yako itastahimili. Hapo ndipo thawabu itatokea. Hapo ndipo utapata malipo. Hapo ndipo utatuswa tuzo ya kwamba mwanangu ulivumilia. Iwapo hata ulipitia kwenye majaribu, hata wakati ambapo ulipigwa na magonjwa, uliweza kuvumilia kwa Yesu Kristo. Haukuweza kutafuta ushauri wa dunia, haukuweza kwenda kwa waganga, lakini uliweza kuvumilia, ukavumilia kwenye msingi unaostahili. Hapo ndipo thawabu itatokea. Hapo ndipo zawadi itatokea. Hapo ndipo utatuswa tuzo ya kwamba mwanangu pokea tuzo, ya kwamba mwanangu ukapokea thawabu yako kwa sababu uliweza kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Najua watu wengine wanafikiria kwamba ukiokoka ati utakaa tu maisha mazuri, ati watu watakuwa wanasema tu haleluya, ati watu watakuwa wanakusifu tu. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima utapitia katika majaribu. Ni lazima wokovu wako utapimwa. Ni lazima utapimwa na maneno. Ni lazima watu watakuongelea vibaya. Ni lazima watu watakutusi. Ni lazima watu watakanusha mambo yako. Hata kama umefanya mambo mazuri, kuna wengine watakashifu tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe unafikiria hata ukifanya mambo yenye unaona ni mazuri, wote wanajua ni mazuri. Kwani Yesu aliponya wagonjwa wangapi? Kwani Yesu ni wangapi alifungua macho wenye walikuwa ni vipofu? Ni wangapi Yesu aliimarisha wenye walikuwa hawana nguvu akawapa nguvu? Ni wangapi Yesu alifufua kama wamekufa? Lakini si watu bado walimuua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba kuna mambo ambayo unayafanya hata mazuri katika maisha yako, katika wokovu wako, katika Ukristo wako, na kuna mwingine naye anaona ni mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu maandiko yametuambia kwamba kazi yako itapigwa kwenye moto. Kama kazi yako itasimama, hapo ndipo utatuzwa tuzo, hapo ndipo utapewa thawabu.
kwa maombi na twende nyumbani. Mstari wa 15. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara. Amen. Ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Maandiko yanatuambia kwamba kazi yako ikiteketea utapata hasara. Kazi yako ikiteketea utapata hasara. Kazi yako kuteketea ni kuacha kazi ambayo uliyoifanya kwa sababu ya mambo ya wanadamu. Kazi yako kuteketea ni kuacha kazi ya Kristo. Kazi yako kuteketea ni kuacha wokovu. Kazi yako kuteketea ni kurudi nyuma. Kusema ya kwamba nimekaa kwenye kanisa muda mrefu, lakini sijaona faida ambayo nimefaidika. Jua ya kwamba kazi yako imeteketea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umefanya kazi mzuri kwa muda mrefu, lakini imefika wakati umewachana na hiyo kazi, ukarudi kwa shughuli zingine. Jua ya kwamba hiyo kazi yako imeteketea. Maandiko yamesema ya kwamba utapata hasara, kwa sababu hakuna faida ambayo utapewa, hakuna dhahabu ambayo utapewa, hakuna tuzo ambayo utatuzwa, kwa sababu kazi yako imeteketea, kwa sababu umeweza kurudi nyuma, kwa sababu umeweza kuachana na wokovu, kwa sababu umeweza kuachana na hiyo ndoa, kwa sababu umeweza kuachana na kazi ya Mungu. Hiyo kazi yako imeteketea. Simama kwa miguu yako. Nataka tu wakati huu ukaweza kujiuliza katika maisha yako, msingi ambao uliouweka ni msingi wa aina gani?